Karibu katika kipindi cha Mtakatifu wa Siku. Leo tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu 2026, tunakwenda kutazama mtakatifu wa siku ambaye ni Mtakatifu Otto wa Bamberg, askofu. Mtakatifu Otto alizaliwa mwaka wa 1060 katika nchi ya Ujerumani. Aliishi na wazazi wake ambao walikuwa na mali ambazo tunaambiwa zilikuwa ni mali za kawaida, na maana waliishi maisha ya kawaida kabisa wazazi wake. Lakini alipokuwa akiendelea na masomo, wazazi wake walifariki. Basi alikuwa hana budi kufanya kazi ili ajipatie riziki yake. Alikaamua kwenda kuhamia nchini Polandi ili kusudi afungue shule huko. Aliwapendeza sana watu wengi kwa vile alivyokuwa akitoa elimu yake. Baadaye aliondoka shuleni, akaamua kuzamia katika kumtumikia Mungu zaidi. Hivyo akapewa daraja takatifu la upadri akiwa bado kijana mdogo sana. Mfalme wa Ujerumani aliposikia habari zake kwamba alikuwa kweli mtu wa Mungu, alimpenda sana mtakatifu huyu na akatamani sana kuishi naye, na mara kwa mara alijaribu sana kumpa vyeo mbalimbali katika serikali yake. Lakini mtakatifu huyu hakupenda maisha yale. Alipenda sana kuishi maisha ya kujishusha. Alipenda kuishi katika vyeo vidogo vidogo, na hivyo akaendelea kuishi maisha yake kadiri Mungu alivyomjalia, na aliendelea kufanya shughuli zake kamilifu nchini Ujerumani. Basi tunaambiwa mwishowe Baba Mtakatifu alimshurutisha, akamteua kuwa askofu wa mji wa Bamberg huko nchini Ujerumani. Huko pande za kaskazini palikuwa na wapagani wengi sana katika nchi ya Pomerania, watu ambao walikuwa hawajafikiwa na dini ya Ukristo. Basi askofu huyo alisafiri yeye pamoja na mapadri ili kwenda kuwafundisha dini na kuwajengea imani wale watu. Basi Mwenyezi Mungu aliwabariki sana katika kazi ile walioifanya maeneo yale, ambapo waliweza kuokoa wale watu wengi, na mwisho wa siku wale watu walikuja kumpenda Mungu na walikubali kubatizwa na kuweza kulipenda kanisa. Basi tunaambiwa mtakatifu huyu alifariki akiwa na umri wa miaka 70 tarehe 30 Juni mwaka wa 1139. Alitangazwa kuwa mtakatifu miaka 50 baadaye. Tumsifu Yesu Kristo. Basi katika historia ya mtakatifu huyu au mtakatifu huyu wa siku hii ya tarehe 2, kitu ambacho mimi nimejifunza au kitu ambacho tunapata somo kwake ni yale maisha ya unyenyekevu, namna alivyokuwa mnyenyekevu, namna alivyokuwa tayari kufanya kazi sehemu mbalimbali. Leo hii mimi na wewe tunaweza tukapata majukumu ya kufanya kazi sehemu mbalimbali, lakini kinachotakiwa ni uaminifu. Ndio kitu kikubwa ambacho tumejifunza kwake. Tunaona anashurutishwa kuwa askofu. Neno kushurutishwa ni kwamba alikuwa, kwa sababu aliambiwa lazima utakuwa askofu, na akakubali kuwa askofu. Leo hii mimi na wewe tunaweza tukashurutishwa katika kufanya mambo fulani katika maisha, basi tuwe tayari kuangalia na tuwe tayari kufanya. Kwa hiyo tunajifunza unyenyekevu, tunajifunza namna alivyokuwa anajishusha katika kufanya mambo mbalimbali. Msifu Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji wa Habari Njema Channel, tunakukaribisha uendelee kulike, kushare, kusubscribe ili uendelee kuwa wa kwanza kupata vipindi mbalimbali vinavyorushwa na Habari Njema. Msifu Yesu Kristo.